Mwenyezi Mungu kwa ajili ametuandaa kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amini, nimefurahisha na mkutano wetu. Sema haleluya. Wale ambao wanaongea, tafadhali tukae chini tutulie. Wakati huu nataka tusimamishe askofu wetu wa Dagoretti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amini, kiangalia saa zimeenda kabisa. Na mimi najua ya kwamba bishop akisimama hakuna mtu mwingine ambaye atasimama nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nishukuru mapastors wote ambao wamekanyaga kwa ibada ya Mama Diocese. Nishukuru Mama Assemblies, nishukuru Mama Branches, nishukuru ma Youth Assemblies, nishukuru ma Youth Branch pamoja na makarani wote kuanzia kwa kijiji kufika. Wakati uliombewa kuna yale ulielezewa. Nataka unieleze, wakati unaombea mtoto ambaye amesaliwa mwenye wazazi wake hawajajitenga, unaomba jinsi gani? Na wenye wamejitenga unaomba jinsi gani? Nataka unijibu nijue, ama hao washirika wengine wajue. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Mimi nafikiri kulingana na maandiko, mimi sijaanzia kubatizwa mahali hapa. Lakini mimi najua desturi na najua sheria. Mtu anifungulie Mambo ya Walawi 12. Mambo ya Walawi. Hamna Biblia? Ni Mambo ya Walawi, mlango ni wa 12 mstari kuanzia penyewe. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na hao wana wa Israeli, uambie, mwanamke akitunga mimba na kuzaa mtoto mume, ndipo atakuwa yunajisi siku 7, kama katika siku za kutengwa kwake kwa ajili ya hedhi, ndivyo atakavyokuwa najisi. Siku 8 mtoto atatairiwa govi ya zunga lake, na huyo mwanamke atakaa katika damu ya kutakata kwake siku 33. Asiguse kitu kilicho kitakatifu, wala asiingie mahali patakatifu hata siku hizo za kutakata kwake zitakapotimia. Lakini kwamba amezaa mtoto mke, ndipo atakuwa najisi juma 2, kama katika kutengwa kwake, naye atakaa katika damu ya kutakata kwake muda wa siku 66. Kisha hizo siku za kutakaswa kwake zitakapotimia, kwa ajili ya mwana au kwa ajili ya binti, atalete mwanakondoo wa mwaka mmoja. Asante. Na kabla hatujafikia hapo, mimi ninajua kuna kuwaga na wale wa mama ambao wanatayarisha mtoto. Mimi kama reverend, jinsi mlinichagua, wale wa mama ndio watanielezea kama mtoto anafaa nimweke kwa kitambaa ama kwa bendera. Kama wametenda dhambi, huyo mtoto sitamsomea maandiko. Imetosha. Nafikiri ni hapa. Kuna jambo lingine, na kama utanipatia huyo mtoto wako, na wewe unajua wewe na mzee wako ama mama, baba na mke wake wametenda dhambi, huyo mtoto nikimweka katika kile kitambaa na ni kitakatifu, sababu mimi nitaanza kujitayarisha kuomba kwa ajili ya kubatiza yule mtoto. Mtoto wako utamleta, nikimweka katika kile kitambaa, yule mtoto akienda kufa, usinichukulie makosa.
Imetosha. So hapo nafikiria